Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika? Na mbona hamsemi? Unajua yule kijana ambaye aliuliwa, na ni jambo mbaya sana, na tulikashifu, na mimi niliita familia yake. Huyo kijana alikuwa anafanya kazi kwa timu yangu, nikamuita babake, mama yake, bibi yake, na kuna mtoto mdogo wa miaka 3 anaitwa George Maina. Ile uchungu wazazi wake walikuwa nayo na wako nayo, ndo nikawaambia hata wasigaramie mambo ya mazishi, yote mimi nitalipa, na ile Wakenya wanachanga iende kwa account ambayo itasaidia mtoto kule mbele. Si ni sawa hivyo? Bibi yake nikampatia kazi Nairobi na kumlipia school fees yake, ili mtoto wake akue anapata hizo siku za usoni awe sawa. Na tayari pia nimemtafutia nyumba kule Nairobi, nyumba ya county government. Baba yake tunamtafutia plot kule Homa Bay, nimjengee nyumba za kukodisha, kwa sababu walikuwa wameinvest kwa mtoto wake kwa miaka 20, si ni kweli? Na zaidi, na alijua itarudi. Hata kama tuko na hasira na uchungu, na nilifurahi nimeona rais wetu alitoa ujumbe na taarifa kusema kwamba investigation itafanyika kikamilifu. Mimi niseme chairman KRA, tafadhali, wewe unasukuma tulipe kodi na tunakubali, na tutalipa kodi, lakini tunasikia baya hii kodi tunalipa kuliko kujenga barabara na kuweka maji inapatiwa mtu ya Soprano kuzunguka akihonga watu. It is wrong. Huyu Soprano anaenda na 100 million every week. Hii ni ile pesa Muriithi amechukua. Sasa wewe Muriithi, si uchukue pesa ijenge barabara, iweke maji. Hawa askari hawajalipwa allowance yao. Lakini kama wewe utachukua kodi ikuwe diverted, ipatiwe Soprano, Mr. Yesa, yule anaitwa Mr. Moneybags, anazunguka na pesa na magunia akipatia wamama na vijana kuwadanganya. Is it fair? It is not fair, Bwana Muriithi. Na mimi I want you to be careful, because huyu Ruto atakuharibia record yako. Because wewe utasukuma watu kulipa kodi. People are very bitter wakiona hiyo kodi ikiwa misused. But they will not remember the person who is misusing. They will remember yule anachukua. So hata wewe you insist. Teo Ruto usimuogope, kuwa kama mimi. Usimuogope. Umwambie wewe Ruto, wewe hapana chukua pesa kwa wananchi ya kujenga barabara na kufanya siasa na kusumbua. I want to talk to our police officers across the country. You have seen what has happened. Wewe unafuata amri ya mkubwa, unaenda mnapiga mtu, mnaua. Mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. DIG Lagat anakuwa protected by Senate, by National Assembly, by Ruto, by everybody. OCS na ni kabila yake ako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana ako kwa bao. I want to tell our police officers, don't obey unlawful orders. Don't carry out illegal instructions. Senyo? Si hao polisi wananisikia? Si wananisikia? Mimi ni mzee. Na mimi nilikuwa naibu wa William Ruto. Huyo jamaa kwa kuruka wewe ni one touch. So nyinyi, you police officers, hata kama wewe ni kabila ya William Ruto, sio OCS ni kabila yake, amerukwa hajarukwa. Mkubwa akikwambia kwenda piga mtu, mwambie akuandikia karatasi.